Movie yetu inaanza. Kuna huyu dada yupo na rafiki yake anavalishwa mkufu. Kabla hajavalishwa mkufu alikuwa vizuri, baada ya kuvalishwa mkufu sura yake inabadilika. Yani dada aliamua kumloga, ili mradi inaonekana na wivu na huyu dada. Sasa huyu dada leo ilikuwa ni birthday na anaenda kutolewa out. Anaitwa Angelina na yuko na rafiki yake anaitwa Jessica. Sasa Angelina bwana anaangalia saa yake vizuri pale, lakini leo anaonekana na tofauti sana baada ya kuvaa ule mkufu. Yani ni kama vile alien. Sasa akiwa njiani anakutana na mtu anasimamisha na anawaambia kwamba mbona unaonekana hivyo? Naambia unaonekanaje? Naambia unaonekana vibaya. Umekuaje? Anamuuliza huyu rafiki yake. Mbona rafiki yako yuko hivi? Naambia fuata mambo yako. Acha mambo ambayo yakuza. Sema hapana. Mbona rafiki yako anaonekana yuko ovyo ovyo? Sasa na huyu Angelina anajishangaa. Why? Akasema mimi mbona nipo vizuri tu, nimependeza, kwani nikoje? Basi kumjali pale na shoga yake akamwambia tuondoke, achana na kusikiliza maneno ya watu. Akamwambia lakini niko vizuri. Akamwambia uko vizuri, jiamini. Nisikilize mimi, acha kusikiliza maneno ya watu. Hao watu wanataka tu wakaribie siku yako, wakati leo ni siku ya muhimu sana. Basi wakatembea mbele, lakini katika kutembea wakakutana na huyu jamaa. Huyu jamaa alistaajabu sana baada ya kumuona Angelina, akaona wao, akamuita. Basi Angelina akageuka, ile kugeuka jamaa akaanza kumsifia, lakini alivyomwangalia usoni akashtuka. Hii nini? Yani alishtuka baada ya kuona sura yake, akasema basi nilikuwa napita tu. Akasema nilishangaa, yani bodi yako unaonekana vizuri lakini uso wako yani ni tofauti na jinsi unavyoonekana. Akasema imekuwaje kwani sura yako? Basi Angelina naye anajishangaa, lakini huyu rafiki yake Angelina, Jessica, anamwambia we blaza, si uondoke bwana, unataka uniharibia mambo yangu. Na bro mwenyewe akaona nisije nikatoka na jini hapa. Sasa bila kuweza kujua huyu dada ni kwamba ule mkufu ndo tatizo, lakini akiuvua tu basi kila kitu kitakuwa vizuri kabisa. Huyu jamaa akaamua panda kwenye gari yake yayo aondoke, lakini Angelina alibaki anajishangaa pale, haelewi ni kitu gani ambacho anasema. Huyu ni mtu wa pili sasa na ananiambia vile vile kwamba sura yangu. Akaniambia nipo sawa kweli? Akasema upo sawa, niamini mimi, acha kusikiza maneno ya watu, uko vizuri, yani umependeza kinoma. Huyu rafiki feki akawa anazidi kumsisitiza na kumwambia kwamba uko vizuri, lakini Angelina yeye akawa anajihisi kama vile maneno yana ukweli ndani yake. Lakini rafiki yake akamwambia hebu nisikilize mimi ndo nakwambia uko vizuri na nimekuandaa tokea tunatoka nyumbani, kwa twende, tunazidi kuchelewa tu hapa. Wakaondoka pale, lakini huyu bwana ni rafiki feki. Katika kutembea wakakutana na mtu tena, inaonekana ni mama mchungaji huyu. Akawasimamisha, na baada ya kuwasimamisha pale akamwambia wewe unaitwa Angelina? Akasema mbona sura yako imekuwa hivyo na unaonekana wewe ni msichana mrembo sana, sasa unakuwaje hivi? Angelina alichoka pale, lakini yule rafiki yake Angelina ni ambazo anazipanga basi zinaenda kutimia. Hii ilikuwa ni part 1 na nini kitakachojili katika part 2. Kama bado hujatufollow hakikisha unatufollow ili mbadi part 2 isikupite. Sasa huyu mama bado akuchoka, akaenda kufuatilia na part 1 inaishia hapa, lakini mama akaomba Mungu aweze kuonyesha ni kitu gani ambacho kitaweza kutokea mbele ya huyu dada, lakini part 2 itaelezea kila kitu. Ulikuwa na mimi, tukutane tena wakati mwingine. Bye. Kama bado hujasubscribe